Sauti hazitoshi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mwambie jirani yako, karibu katika nyumba ya Bwana. Tutajifunza somo letu linasema basi ni jambo la kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu ni kwa namna gani? Tumsifu Yesu Kristo. Kumpenda Mungu ni kwa namna gani? Nadhani ndo somo letu la leo. Imempendeza Mungu aweze kutubariki kwa neno hili ili liweze kufungua mioyo yetu na tujue ni namna gani ambavyo tunaweza tukampenda Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wanampenda Mungu? Wapunge mikono yao juu. Wangapi wanampenda Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa takwimu unaona ni kanisa nzima, maana yake watu wote wanampenda nani? Mungu. Watu wote wanampenda nani? Mungu. Na ndio maana tumesema ngapi wanampenda Mungu? Wote wameinua mikono yao juu. Lakini kuinua mikono juu haina maana na haiwakilishi kwamba ndio na ndivyo unavyompenda nani? Mungu. Kusali kwako hakumaanishi kuacha shughuli zako, kuacha mipango yako na kuja kanisani. Bado hakumaanishi tu na kwamba haitoshi tu kwamba huko ndo kumpenda Mungu. Hapana. Huko hakumtoshi kumhakikishia Mungu kwamba Mungu unampenda. Kumpungia Mungu mikono bado hakutoshi kuonyesha wazi kwamba Mungu unampenda. Hakutoshi kuonyesha wazi kwamba Mungu unampenda. Bali kuna vitu ambavyo Mungu anatakana vione kutoka kwako vinavyo kuonyesha wewe kwamba ni kweli wewe unampenda nani? Mungu. Kwa sababu kusali kama kusali bado hakutoshi kuonyesha wazi kwamba unampenda nani? Mungu. Kumpungia Mungu mikono bado hakutoshi kuonyesha wazi kwamba unampenda nani? Mungu. Lakini Mungu anatakana aone baadhi ya vitu au vitu kadhaa vinavyoweza kumfanya Mungu akahakiki wazi kwamba unampenda. Vijue vitu ambavyo vinamuonyesha Mungu wazi kwamba wewe unampenda. Moja kabisa, kumpenda Mungu kunaonyesha kwa mtu anayeshika amri za Mungu. Kushika amri za Mungu ndiko kunako kuonyesha wewe wazi kwamba unampenda nani? Mungu. Na ndio maana Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama tumesikia Injili. Akawaambia wafuasi wake katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 15 mpaka mstari wa 21. Akasema, mkimpenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Tumsifu Yesu Kristo. Njia ya kwanza inayokuonyesha wazi na inayokutambulisha wazi kwamba Mungu unampenda, jambo la kwanza ni kushika amri zake. Na ndio maana akawaambia wafuasi wake, mkinipenda mtashika sheria zangu. Kumbe kusali tu hakutoshi kumuonyesha Mungu kwamba unafanyaje? Unampenda. Kumpungia Mungu mikono bado haitoshi kuonyesha Mungu kwamba unafanyaje? Unampenda. Kumwimbia Mungu bado hakutoshi kuonyesha wazi kwamba unampenda nani? Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana aliwaambia hata wanafunzi wake, akijua kwamba wanakwenda pamoja naye, lakini kitu kitakachoonyesha wazi kwamba watampenda yeye na wanampenda yeye ni kushika amri za nani? Za Mungu. Na ndio maana akawaambia wafuasi wake, mkinipenda mtashika amri zangu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio hiyo unayoiona katika Injili yetu ya Yohana sura ya 14 mstari wa 15 hadi 21. Akawaambia wafuasi wake, mkinipenda mtashika sheria zangu. Sheria za Mungu ni zipi? Ni zile amri 10 za nini? Za Mungu. Ndio sheria za Mungu. Na katika sheria zile 10 za Mungu anasema sheria moja tu inabeba sheria zote. Nazo ni zipi? Tumsifu Yesu Kristo. Yesu akasema ukishika sheria moja hii itakuwa imebeba kila kitu ndani yake. Ni sheria ipi? Ni sheria ipi? Sauti, sisikii sauti kwa baba. Ni sheria ipi? Kwa mama kule ni sheria ipi?
Kumbe anasema ukishika sheria zangu unaonyesha wazi unanipenda. Na Yesu akasema kati ya sheria zote ukishika sheria moja ambayo ni nini? Ni upendo. Maana yake imeshika zote. Tumsifu Yesu Kristo. Maana yake upendo ndio unaowakilisha sheria zote. Lakini leo je, sisi sote tunapendana? Lakini sisi ndio tumekuja kanisani. Sisi ndio tumepunga mikono kwamba sisi tunampenda Mungu. Sasa ndio hicho ambacho anasema kumpenda Mungu hakutoshi kwa njia ya kupunga mikono, kwa njia ya kuimba tu, kwa njia ya kusali tu. Anasema je, unazishika sheria zangu? Na miongoni mwa sheria kubwa au amri kubwa ambayo inabeba na kutafuna zote ni amri ya upendo. Na ndio maana tukaulizana wana wa Mungu, je, sisi sote tunapendana? Tumsifu Yesu Kristo. Sisi sote tunapendana? Utajikuta sisi sote hatupendani. Hata kama tukisema tunapendana ni kwa sababu tumesema, lakini ndani ya mioyo yetu hatupendani. Ili uamini, unaweza ukashangaa hata baba ndani ya nyumba hampendi mke wake. Msifu Yesu Kristo. Wababa tupo leo, wababa wanaowapenda wake zao, wababa waliooa hapa wanaowapenda wake zao, mikono juu. Wewe unayejua unampenda, usiponyosha baba wanaowapenda wake zao, mikono juu. Maana yake wewe kama hujafunga mkono, maana yake mke wako haumpendi. Msifu Yesu Kristo. Ni kweli. Maana yake ukisema wababa wanaowapenda wake zao, maana yake wameshanyosha mikono kwamba ni kweli wanawapenda wake zao. Msifu Yesu Kristo. Lakini ukianza kumsimamisha mama mmoja mmoja, yaani mama mmoja mmoja ambaye ameshuhudia mume wake amepunga mikono juu, ukamsimamisha kwamba sasa mama, hebu elezea mazingira mnayoyaishi wewe na mume wako. Msifu Yesu Kristo. Ameona baba amepunga mikono, alafu anamwambia mama mmoja, hebu simama, elezea maisha mnayoishi na mume wako. Mama akielezea hapa, utajikuta kwamba baba anayeishi naye ni zaidi ya gaidi. Msifu Yesu Kristo. Anapunga mikono, lakini mama akisimama kuzungumzia maisha anayoishi naye, yeye utajigundua kwamba baba ni moja ya magaidi. Ila ni siri tu ya moyo, mama amevumilia, hakuna jinsi, ila baba anayeishi naye ni gaidi. Lakini kila Jumapili hautamkosa kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kila Jumapili hautamkosa wapi? Kanisani. Na anasema anampenda Mungu, lakini nyumbani yeye ni nani? Ni gaidi. Kwa nini nasema ni gaidi? Tumsifu Yesu Kristo. Nitakupa vitu kadhaa. Ni baba, kuna baba mwingine anaweza kupata fedha, lakini fedha atakazozipata eza ametoka malasini, eza anafanya biashara zake, lakini pesa atakazozipata mke wake wa ndani hawezi kaziona. Msifu Yesu Kristo. Yaani baba anamficha mama pesa zake, lakini zile pesa anaenda kumuonyesha. Anaenda kumuonyesha nani? Anaenda kumuonyesha mwanamke mwingine ambaye hana utofauti na akina Delila. Msifu Yesu Kristo. Baba anashindwa kumuonyesha mke wake fedha, lakini anaenda kumuonyesha Delila. Na nikifika kule ile Delila namwambia baba, nataka likushaini. Msifu Yesu Kristo. Nataka wigi, nataka nguo ya kung'aa. Baba ananunua, lakini nyumbani mama hakuna cha wakisi, hakuna cha mavazi mazuri, lakini anasema ninampenda nani? Mke wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Biblia inasema Mungu tusipompenda, kama hatuwapendi wake zetu, kama hatuwapendi majirani zetu, maana yake hata kumpenda Mungu ni unafiki. Anasema unawezaje kunipenda mimi ikiwa mtu naishi naye haumpendi? Msifu Yesu Kristo. Kumbe mama akianza kusimulia, utagundua baba ni gaidi ndani ya nyumba. Na moja ya amri anasema mpendane. Baba ni gaidi. Mama anamwambia mume wangu, natamani kufunga ndoa. Baba anamwambia hicho kitu hakiwezekaniki. Yaani hicho kitu sahau. Msifu Yesu Kristo. Kwa nini baba anamwambia mama hicho kitu sahau? Yesu akaenda kwenye kisima kimoja na wanafunzi wake. Nataka nikwambie kwa nini baba anakuambia sahau. Mimi siwezi nikafunga na wewe ndoa na kufungua. Yesu akaenda kwenye kisima kimoja, akamkuta mwanamke Msamaria.
Alafu akamwambia yule mwanamke Msamaria akamuite mmeo. Yule mwanamke Msamaria akasema, mimi sina nani? Mume. Ninyi wa mama watoto ni heri ukawatoa nje. Na ninyi wasimamizi, watoto wanapiga kelele, ni wajibu wenu kwenda kuwatoa kuwapeleka nje. Wanapiga kelele wako pale. Tumsifu Yesu Kristo. Au niishie hapa hapa eti Tumsifu Yesu Kristo. Basi Yesu akamwambia yule Msamaria, kamuite mume wako. Yule mwanamke akasema, mimi, tumsifu Yesu Kristo. Yule mwanamke akasema, Bwana, mimi sina mume. Lakini alikuwa anamficha nani? Yesu. Yesu akasema, okay, najua kwamba wewe hauna mume kwa sababu una wanaume wangapi? Kumbe baba anakuwa gaidi. Hata kama ungemwambia mama ungemwambia baba, nataka nifunge na wewe, ndio anasema siwezi. Majibu umeshapata, maana yake huyu hanipendi. Kuna wakina Delila 5, Misenga 2, Majengo 2, Malangali 2. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Anasema mkinipenda mtazishika sheria zangu. Na miongoni mwa sheria ni upendo. Usipompenda mke, maana yake wewe kumpenda Mungu ni ngumu. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni njia ya kwanza inayokuonyesha wazi kwamba unampenda nani? Mungu. Njia ya kwanza ni kushika sheria zake. Na sheria zake, ndani ya sheria kuna upendo. Usipompenda jirani yako ni nani? Sio mpaka yule wa karibu yako. Hata mtu baki anaweza kawa ni jirani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Usipompenda baba yako wa kiroho, kumpenda baba kutakuwepo. Tukiulizana hapa, wangapi wanampenda baba yenu? Wangapi mnampenda baba yenu wa kiroho ambaye ni mimi? Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi tunampenda baba yenu wa kiroho ambaye ni mimi? Wote tutasema ndio, lakini je, mnavyoishi na mimi ndivyo mnavyoweza kuishi na baba yenu wa kiroho? Sijui kama naeleweka hapa. Ukishindwa kunipenda mimi, utampenda baba aliyeko mbinguni. Na ndio maana utakuta ibada zetu kufundanya ama na Mungu tumfanyie hivi kwa sababu upendo ndani yetu haupo. Sijui kama naeleweka hapa. Sifu Yesu Kristo. Kumbe njia ya kwanza inayoonyesha unampenda Mungu ni kushika sheria zake. Tumsifu Yesu Kristo. 2, njia ya pili itakayokuwezesha wewe ili ujue wazi kwamba unampenda Mungu. Namba 2, njia itakayokuwezesha wewe uone kwamba unampenda Mungu na Mungu afurahie kwamba kweli unampenda ni kulisikiliza neno lake na kulishika. Unaona tunavyopishana na mtu, tunavyopishana na Mungu. Njia inayokuonyesha wazi kwamba unampenda Mungu ni kusikiliza neno la nani? Alafu na kulishika. Je, sisi tunapenda kusikiliza neno la Mungu? Je, na hata tunapofundishwa tunayashika tunayofundishwa? Na ndio hiyo unayoiona katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Tumsifu Yesu Kristo. Yohana wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 5. Anasema, lakini yeye alishikae neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tuwajua ya kuwa tumo ndani yake. Ili Mungu ajue kwamba wewe uko ndani ya Kristo, anasema wewe ni mtu ambaye unalisikiliza neno na unaliishi. Sisi tumekuwa ni watu ambao unaweza kuhubiriwa hapa, unajua kwamba neno linakufunga kwa kweli. Kwa kweli neno mwalimu leo umetuhubiria. Lakini je, kinachofuata neno halitaki ubaki hapo. Linataka sasa uambatane na kile ambacho kimefundishwa. Na ndivyo ilivyo. Uhubiri ndivyo ulivyo. Je, tunapenda kulisikiliza neno? Wababa tuko hapa, wamama tuko hapa. Tumeweka Jumatano, kila Jumatano kuna ibada ya neno. Wangapi wanahudhuria? Lakini leo ukisema tunaompenda Mungu, wanaompenda Mungu mpaka hapo tumsifu Yesu Kristo. Wale 100. Unaona ukisema wanaompenda Mungu utajikuta huyu hapa anasema mimi sina upendo na fulani bado. Mimi silipendi neno bado. Utashangaa wakupunga mikono hayupo. Hata kama kipunga unashangaa ni ngoma draw. Sifa Yesu Kristo. Kumbe kumpenda Mungu namba 2 ni kusikiliza neno na kuliishi. Na ndipo Biblia inasema, na ndipo tunaamini kwamba wewe uko ndani ya nani? Ya Baba. Na kuna baadhi ya wengine neno likipita hata dakika 10 nasema mwalimu watu neno lile
jasho jazidi neno. Mungu anasema na wewe. Kumbe kitendo cha kutokulisikiliza neno na kuliishi neno, maana kuliishi ni nini? Umelisikiliza ndio, neno la Mungu linasema utubu. Maana yake hatua inayofuata anza kufanyaje? Kutubu. Maana yake unaanza kuliishi neno. Neno la Mungu linasema wewe unasali. Maana yake kuanzia hapo lazima uondokane na habari za upagani, uanze kufanyaje? Kusali. Maana yake unaanza kuliishi. Neno la Mungu linasema toa zaka, badilika utoaji wa sadaka. Utoke hapo uanze kutoa, maana umeanza kuliishi nini? Neno. Lakini kama neno linahubiriwa unasikiliza na hauliishi, maana yake uko sio kumpenda nani? Mungu. Sifa Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Huko siko kumpenda Mungu. Sijajua wewe kijana ulioko hapa, sijajua wewe baba ulioko hapa, unasikiliza neno la nini? Unaliishi neno lipi? Hata kwa vijana vile vile, vijana ukiwaambia habari za neno hawakunasi. Yaani habari za neno hawakuelewi. Lakini ukitaka kumuona kijana kwamba ni wa hatari, mwambie kijana, kwa Mama James kuna binti mpya amekuja. Hata kama ungempa ulevi, hata kama ungempa pombe, hasahau. Na ikifika jioni unashangaa na nyatia hivi kwa Mama James. Sifa Yesu Kristo. Lile neno aliloambiwa hajalisahau, lipo ndani ya moyo. Aliloambiwa kwa Mama James kuna kabinti kazuri, tena keupe. Sio kametoka mbele. Na kisikia kametoka mbele, sema lo, sikubali. Hata kama ungempa pombe usizani atasahau lile neno. Atakunywa na bado analikumbuka kwa Mama James kuna katoto kametoka Mbeya. Na itakapofika jioni utashangaa na nyata kama chatu. Akisha kwa unataka kushangaa bwana amekunywa huyu, nilikuwa namwambia habari wakati amekunywa, lakini anakumbuka. Lile neno alilisikiliza, lakini neno la Mungu hayuko tayari kulisikiliza wala kuliishi. Na wababa ni vile vile, tumsifu Yesu Kristo. Na baba nao utakuta baba naye ni mkubwa. Ukimwambia habari za tumabinti utu tudogo anakuambia baba, ng'ombe hazeki. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mama sijui kama naeleweka hapa. Kwa baba vipi, mbona utu tumabinti tudogo? Kwa neno la mabinti madogo anakuambia ng'ombe hazeki nini? Lakini ng'ombe anazeka maini kwa sababu ya kutokusikiliza neno. Ukimwambia habari za neno, kusikiliza neno, anakuambia hapo mzee ng'ombe amezeka nini? Hapo ng'ombe amezeka nini? Ila kwa vibinti vidogo ng'ombe hajazeka nini? Kumbe njia moja wapo itakayokuwezesha uone wazi kwamba Mungu unampenda, maana yake unalipenda neno na unaliishi neno la nani? La Mungu. Na ndio maana Yesu siku moja wakamwendea baba yake na mama yake, wakamwendea wakati anafundisha, wakamwambia ndugu zako, baba yako na mama yako wapo nje. Yesu akawajibuje? Akasema ndugu zangu, baba zangu, mama zangu na ndugu zangu, dada zangu ni wale wanaopenda kusikiliza neno la nani? La Mungu. Kumbe naanza kuona neno la Mungu lina umuhimu katika maisha. Bado Yesu hajatoka hapo, akaenda kwa Masa. Akamkuta Masa na Mariamu ndugu yake. Alipofika Masa akawa anashughulika na mambo ya upishi, lakini Mariamu akaketi miguuni pa Yesu anasikiliza Yesu anachosema. Masa akaanza kuumia, akamwambia Yesu, uone vibaya ndugu yangu kuniacha nihangaike. Pengine Masa alijua kwamba Yesu ana shida ya kula. Lakini Yesu akamwambia Masa, wewe unahangaikia vitu vingi, lakini Mariamu amechagua fungu lililo bora. Nalo ni lipi? Ni kusikiliza neno la nani? La Mungu. Fungu bora katika maisha yako si Simba na Yanga. Haya ni mambo ya kidunia na Mungu hakuzuii kuwa mshirika. Lakini fungu bora ambalo litakuingiza katika ufalme ni kulisikiliza neno. Kwa sababu ndani ya neno ndio kuna ufahamu wa kimungu. Unadhani kwa nini tunapata shida kuhubirieni ninyi habari za zaka, habari za sadaka, habari za kuishi kwa uaminifu mbele za Mungu? Tunapata shida kwa nini na mnarudi katika maisha yale? Kwa sababu kweli ya Mungu haimo ndani yenu. Na kwa nini haimo ndani yenu? Ni kwa sababu ninyi wenyewe neno la Mungu mnalisikiliza hapa mpaka Jumapili. Nadanganya? Tumsifu Yesu Kristo. Mpaka Jumapili. Maana yake mnapopatikana maarifa ni katika maandiko matakatifu. Na ndio maana kanisa likaweka kila Jumatano kuna ibada ya neno ya dakika 30.
lakini huwezi kuwaona wa mama, huwezi kuwaona wa baba, huwezi kuwaona wazee, hata wanakuwa huwezi kuwaona. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu leo tukisema wanaompenda Mungu mikono juu, ngoma duro. Wanaompenda Mungu, umeona Sasa hilo neno linataka ubadilike. Leo kama ulikuwa upendi neno, anza kulipenda neno. Kama una Biblia jifunze, nunua. Kama mtu ananunua simu ya 200,000, mtu ananunua simu ya 300,000, unashindaje kununua Biblia? Unashindaje? Neno la Mungu ni ulinzi. Neno la Mungu ni ukilijua neno, hautababaika na wachawi, hautapiga kelele. Lakini leo tunapiga kelele, tunaogopa wachawi kweli kweli. Ni kwa sababu neno la Mungu aliishi ndani yetu. Hofu zimetawala kwa sababu neno kwetu halipo. Badilika, mpende Mungu kwa neno. Mpende Mungu kwa kushika sheria. Fuata utaratibu wake. Nashukuru sana wewe ambao umebarikiwa kulisikiliza neno hili. Ina kila sababu ya kukuombea ili Mungu akaweze kubadili moyo wako. Uanze sasa kumpenda Mungu kwa haya yote ambayo umeyasikiliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namweka mama huyu, namweka baba huyu mikononi mwako, namweka binti huyu mikononi mwako, namweka kijana huyu mikononi mwako. Achilia Baba upendo ndani yake. Neno hili aliloweza kujifunza Baba likaweze kuzaa matunda. Kabadili sasa nia yake, kabadili moyo wake, akaweze kukupenda katika upendo wa roho na kweli. Baba, kabariki shughuli zake, kabariki mipango yake, kabariki moyo wake. Mungu kaugeuze moyo wake, akaweze sasa, kwa kuwa amejua namna ya kukutumia, kwa kuwa sasa amejua namna ya kukupenda. Mungu kamjalie mageuzo ya moyo, ukabadili moyo wake ili akupende na kutumikia zaidi bila kinyongo na bila kushurutishwa. Baba, ninakushukuru, ninasema asante. Kawaguze mioyo yao, kawapiganie mioyo yao, shetani asisimame katikati yao na kuwavuruga. Baba, katika jina la Yesu napenda kukushukuru. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo mwanao, anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Asante Mungu kwa neema na kwa baraka zako katika jina